to reach out to leaders. Just tell you they are actually acting in a manner which is complicit. I told you they receive instructions through the CEO, Marjan, what's her name? Marjan. Marjan receives instructions from State House through the former commissioner who is in charge of ICT, who is Ruto's political advisor. So it doesn't care about the opposition reaching out to us. It doesn't. We would gladly want, by the way, I'm telling you, after all this, we are going to go ourselves and sit with them and tell them it is not about them, it's about the country. Kwa hivyo mambo haya yana umuhimu mkubwa sana. Lakini wewe bwana sikiza, sisi hatununui uoga, are we afraid? Are we afraid? We are here to get things right for this country once and for all. Kwa hivyo yale ambayo nimeyasimulia hapa katika hiyo hotuba ambayo nimesoma hapa inaangazia wazi kwamba hakuna mambo ya Wakenya kuizua uoga. Ni haki zao, kila Mkenya asimame achukue haki yake. Tume ya IEBC yenyewe, before we call them out, tumesema wazi hata bila chuki or anything kwamba kama wenzangu hawa ambao nimetaja majina yao, kama wanasema hizo sheria ambazo nimeorodhesha, watajua kwamba they are not supposed to be there. Tusipowaambia sasa wakome, tutawaambia mwaka gani? Sasa we mwenyewe hata ungejibu hiyo swali kulingana na yale mambo yalivyo. Lakini tunaambia Wakenya wenzetu, hizo soko ambazo zimefunguliwa, nilikuwa nikiongea na Matiang'i anasema pesa zimetupwa ambazo zimemwagwa kwa by election pale Kisii za hali ya ajabu. I've just come from Magarini. Pesa za ajabu. Candidate mwenyewe pale, kijana ambaye I really admire him and I hope the people of Magarini will end up electing a leader like that. Hana uoga kabisa. Aliambiwa haje apatiwe 100 million shillings aachie candidate wa UDA. Akasema hawezi. Sio yeye aliibiwa kura, because the essence of the by-election in Magarini is about voter theft, stealing of an election. And that's what the matter was canvassed up to the Supreme Court. So akasema hawezi bila idhini ambao walimpigia kura. Yeye mwenyewe angechukua 100 million shillings na kwenda nyumbani. Lakini akasema atakuwa besa amehujumu nia za wazalendo ambao walimchagua kwa wingi wa kura na zikaibiwa. So this time tukaona na tunarudi, kutoka hapa turudi, we are going on the ground. Tutaenda everywhere. But we must tell Kenyans, kila mtu acheze according to their lane. I mean, the amount of resources this administration has used in this by-election